Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa, kama unavyoona hapa, tuko katika maandalizi mbalimbali ya matibabu ya wagonjwa mbalimbali, wale wagonjwa sugu ambao unakuta wamezunguka pahala pengi, imeshindikana huku na huku, vifungo walivyofungwa ni vikali sana. Kwa ndio tuko katika maandalizi ya kufanya matibabu, na katika hayo maandalizi nimeona nikupeni faida ambao ni mujarabu mno. Mtumieni, mtaona maajabu. Yaani bimaana ile tija ambayo inayotakikana ipatikane katika hayo matibabu mtaiona. Ni kwa mtu yote aliyefungwa vifungo ambavyo vile vikubwa na vikali ambavyo imeshindikana kutibika, na pia na kwa mtu yoyote ambaye kila anachokifanya hakiwi, au wale watu wa madili analipanga na liseti linakaa vizuri, likaribia kutiki linafeli. Umeona? Na kwa wale ambao wanaota ndoto za shuleni. Yaani wewe umeshamaliza shule lakini ukilala unaota ndoto za shuleni. Hapo unakuwa umefanywa uchawi wa kurudishwa nyuma kimaendeleo. Huwezi kuendelea hali ya kuwa unaota ndoto za shuleni na hali ya kuwa wewe sio mwanafunzi wala uhusiana na mambo ya shule. Umeona? Hata kama ulikuwa tajiri, lazima utashuka chini mpaka utakuwa wa chini. Kwa kitu gani kifanyike? Unachokifanya unachukua ngaka. Ukishachukua ngaka, unachukua kijiko kimoja kikubwa cha ngaka. Alafu utatia kwenye maji moto. Ukishatia ngaka kwenye maji moto, kwa utachukua pia na malashilozi kichupa kimoja, utatia kwenye yale maji moto. Alafu utachukua tena na binti Sudani. Ukishachukua na binti Sudani ambayo ndio hiyo hapo, utatia na yenyewe, usitie yote. Kwa binti Sudani utatia nusu. Yaani bimaana hiyo binti Sudani kama hiyo kwa siku inatumika siku mbili. Yaani bimaana kwa sababu kama utaoga kutwa mara 2 asubuhi na jioni, kwa utatumia binti Sudani moja. Kama utaoga kwa siku mara moja, utatumia binti Sudani kwa muda wa siku 2. Na kama utaoga kutwa mara 3, ile asubuhi, jioni na wakati wa kulala, binti Sudani utatumia 1.5 kwa siku. Umeona? Hii zoezi inafanyika kwa muda wa siku 7. Yaani bimaana unakuwa unakoga ima asubuhi na jioni, au asubuhi jioni wakati wa kulala, au kwa wale ambao unakuta wamebana sana muda hawana, yaani muda wanapata tuseme muda mchache ambao wanachukua wakoge mara moja, basi atakoga kwa siku mara moja. Ufunguzi wake ni wa haraka mno. Umeona? Bimaana hata mwili, yaani ukishaitumia, ukishachanganya hii binti Sudani, ukachanganya hii malashilozi, ukachanganya ngaka, utachukua na chumvi ya mawe kiganja kimoja, utaweka ndani yake katika maji moto. Alafu utachukua na poda yote unayopendelea wewe. Mimi napenda ichata, ndio mara nyingi huwa ndio poda ambayo huwa natumia. Kwa ukishatia humo vinakuwa vitu 5. Kwa ukishatia humo utakoga. Baada ya kukoga, kanuni ya kukoga dawa, unakoga bila sabuni. Dawa inayokogwa na sabuni ni ile mlungunja ambao jina lingine inaitwa mfumia. Umeona? Au jina lingine inaitwa umubirizi. Ile ndio mara nyingi inayokogwa na sabuni kwa ajili ya kutibu ile tatizo la mtu amefanywa uchawi, bimaana asitibike. Pala popote anapoenda kufanywa matibabu inashindikana matibabu kuweza kutibika. Kwa akitumia hiyo ndio anapona hilo tatizo la kutokutibika. Kwa hizi dawa zingine unakoga bila sabuni. Umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155244946 ama +255 787 524
946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Bila sabuni hautakiwi ujifute na taulo au nguo, yani chukue nguo ujifute, haitaki. Patika ile dawa, yale maji ya dawa uliyokoga, patika kaukie mwilini. Kwa hiyo ukishamaliza tu kukoga, unachukua nguo unavaa, unaendelea na shughuli zako. Baada ya hapo, ile ikishakauka kabisa mwilini, ndio unachukua mafuta ya omiski. Unaona, ukishachukua mafuta ya omiski, unaweza kuchanganya mafuta ya zaituni. Yani kwa mfano unachukua kichupa kimoja cha mafuta ya omiski, kama na mafuta ya zaituni, kile kikopo kidogo kile au mkebe kidogo, unakichanganya pamoja, unatikisa, inachanganyika, alafu unajipaka mwili mzima. Au kama umekosa mafuta ya zaituni, umepata mafuta ya nazi, kuna vile vichupa vya minara. Kwa hiyo kichupa kimoja cha omiski kwa vichupa viwili vya minara, au kichupa kimoja cha omiski kwa kichupa kimoja cha mafuta yale wanaita ya khaldal. Mbona unachanganya, ndio unakuwa unapaka. Kwa hiyo kila ukimaliza kukoga, unajipaka hayo mafuta mwili mzima. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafunguka vifungo vyote vilivyofunga, hata vile vifungo vya wale manani mashetani wale wa asili ambao maarufu wanaitwa mizimu. Kama ndio wamekufunga, basi ukitumia utafunguka kabisa. Yani ni mjarabu. Nimeelekeza hii, lengo la makusudio, watu wengi wanataabika nayo mambo. Kwa hiyo mtumie, alafu mtaleta mrejesho. Umeona? Sitataka nirefushe sana hii video. Nataka mtumie, alafu nyewe ndio mlete mrejesho kuthibitisha ile kitu ni sahihi. Kwa kufikia hapa, ni kuageni, tutaonana katika vipindi vijavyo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.